Na bila shaka hujambo mtazamaji wa Hyper PLC Investment Channel. Karibu katika kipindi hiki cha Tanzania Tuwekeze, kipindi ambacho kinaangazia kwa undani kuhusu kampuni hii ya Hyper PLC, lakini pia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika kampuni hii ya Hyper PLC. Lakini kama ilivyo ada, siku zote tumekuwa tukija hapa mbele yako na nakala ambazo zinaandaliwa na CPA Boniface Ndengo, mkurugenzi wa kampuni hii ya Hyper, ambapo anakupitisha juu ya elimu kuhusu Hyper, lakini pia manufaa na manufaiko makubwa kweli ambayo unaweza ukayapata mara baada ya kuwa mshirika au unaweza ukawa miongoni mwa wale ambao wapo katika kampuni hii ya Hyper PLC. Na katika nakala ya leo juu ya elimu nyingi kweli ambazo amezitoa, leo hii amejibu swali lako mtazamaji ambaye umeuliza kuhusiana na masuala mazima ya Hyper ni nani. Unaitamani kufahamu kwamba Hyper ni nini, ni nani, anafanya nini? Basi haya yote unaweza ukayapata kupitia kipindi hiki. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, nikusi endelea kunitazama ili uweze kufahamu kile ambacho CPA Boniface Ndengo ametamani siku hii ya leo aweze kukileta mbele yako. Kwanza kabisa CPA anasema nianze kwa kusema nina furaha kubwa sana jinsi wa Tanzania walivyoipokea kampuni yetu ya Hyper PLC na programu yetu ya Tanzania Tuwekeze. Mapokezi yenu yanatupatia hamasa na sababu ya kuendelea kufanya ubunifu mkubwa zaidi katika eneo hili la uwekezaji. Napenda kuwajulisha kwamba kila swali linalotufikia tunalipa uzito mkubwa sana, maana tunafahamu linabeba hisia za jamii kubwa. Kati ya maswali yaliyoulizwa sana na wafuatiliaji wa taarifa za Hyper ni hili: Hyper ni nani? Wanahusika na nini? Nami kwa uzito na umuhimu wa kipekee nimeona makala yetu ya leo ijikite kujibu swali la Hyper ni nani. Sasa tumebainisha maeneo 11 ambayo yanajenga msingi wa kuifahamu vizuri Hyper. Kwa hiyo kama unatamani kufahamu Hyper vizuri, uweze kuzingatia katika maeneo haya 11 ambapo CPA Boniface Ndengo ameyabainisha ili uweze kuifahamu vizuri Hyper. Sasa namba 1 anasema kwamba Hyper ni kampuni ya umma. CPA Boniface Ndengo anasema Hyper PLC iliposajiliwa na BRELA ilipewa usajili na hadhi ya kuwa kampuni ya umma yenye namba za usajili 15860950 na mwisho ni 9. Kwa mujibu wa sheria za makampuni, kampuni inapata hadhi ya kuitwa kampuni ya umma kama ina hoja ya vigezo hivi au vyote. Aidha, usajili wake unahitaja kwamba ni kampuni ya umma, yani Public Limited Company au kifupi PLC, au ni kampuni yenye wanahisa wanaozidi 50. Sasa Hyper PLC ilisajiliwa kama kampuni ya umma, yani PLC, lakini pia hadi sasa ina wanahisa wanaozidi 50. Kwa msingi huu Hyper PLC ni kampuni ya umma. Hiyo ni hoja ya kwanza ambayo CPA Boniface Ndengo amekueleza. Lakini hoja ya pili anasema Hyper ni kampuni ya hisa. Anasema kampuni za hisa ni kampuni ambazo kisheria hisa zake zinaruhusiwa kuuzwa kwa umma. Hapa umma ina maana ya kwamba watu wengi. Kwa maana hii Hyper PLC ni kampuni ambayo hisa zetu zinaruhusiwa kuuzwa kwa umma au wananchi. Na kwa tafsiri isiyo rasmi kwenye dunia ya uwekezaji, neno umma inamaanisha mtu yeyote mwenye nia ya kutaka kuwekeza, awe Mtanzania au mgeni kutoka nje ya Tanzania, na hivyo anaruhusiwa kununua hisa za kampuni ya umma. Malengo yetu makubwa ni kuijenga Hyper PLC iwe kampuni kubwa ya hisa ambayo hatimaye itasajiliwa kwenye masoko ya hisa ya ndani na ya kimataifa. Lakini namba 3, CPA Boniface Ndengo anasema Hyper ni kampuni ya Watanzania. Kwa maana ya kwamba tunaposema Hyper ni kampuni ya Watanzania ni kwa sababu mpaka sasa Hyper inamilikiwa na Watanzania kwa 100%, lakini pia tumempa kila Mtanzania fursa ya kununua na kumiliki angalau hisa 50 hadi 1000 ili kunufaika na shughuli za kampuni. Kwa hiyo kila Mtanzania bila kujali jinsi, umri, anaishi ndani au nje ya nchi, mkulima, mtumishi au mjasiriamali, ana fursa yake Hyper kununua na kumiliki angalau hisa 50 hadi hisa 1000. Na namba 4, CPA Boniface Ndengo anasema Hyper ni jina la biashara au brandi. Ni jina la biashara na akimaanisha kwamba ni brandi. Wako wengine wanatafuta kufahamu maana ya Hyper. Niseme Hyper ni brandi, ni jina la biashara kama yalivyo majina mengine ya biashara, mfano Coca-Cola, CRDB, NMB, Precision, Barrick, Samsung na kadhalika. Sisi tulichagua jina la Hyper kwa brandi yetu
tukimaanisha kuwa kampuni inayosaidia kujenga ndoto ndogo kuwa ndoto kubwa, na kazi yetu ni kukuza ubunifu mdogo, biashara ndogo, mtaji mdogo, kipaji kidogo, mwekezaji mdogo, mjasiriamali mdogo, na wanataaluma mdogo na kadhalika, kuwa biashara kubwa na taasisi kubwa zaidi. Lakini namba 5, CPA anasema Hyper ni kampuni ya ubunifu wa miradi. Anasemaje hapa? Anasema Hyper tunaamini dunia hivi ilivyo ni matokeo ya sayansi, sanaa na ubunifu. Kwa msingi huo, Hyper tumejipa wajibu wa kubuni miradi ya uwekezaji kwenye sekta mbalimbali ili kuwapa wananchi wote fursa ya kuwekeza na kujenga uchumi wao. Miradi tunayobuni ina fursa za ushirikiano na serikali, makampuni mengine ya ndani na nje, taasisi za sekta binafsi na mwananchi mmoja mmoja. Lakini namba 6, CPA anasema Hyper ni kituo cha ushauri na elimu ya uwekezaji. Hyper ni kampuni iliyopewa leseni kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara kushauri na kutoa elimu ya uwekezaji. Hivyo moja ya majukumu yetu ya msingi ni ushauri na elimu ya uwekezaji kwa ujumla wake, na sisi tumechagua kujikita kwenye elimu ya hisa, maana tumeona ndilo sehemu ambalo watu wengi hawajaelimishwa vyema. Na namba 7, CPA anasema Hyper ni academy ya uwekezaji Afrika, kwa maana ya kwamba Hyper ni academy ya uwekezaji Afrika, kwa maana ya kituo cha kuwajenga wawekezaji wadogo na watoto wanaopenda uwekezaji kuwa wawekezaji wakubwa, na jukumu hili halifanyiki tu Tanzania bali Afrika kwa ujumla wake au Afrika yote. Lakini namba 8, CPA anasema Hyper ni soko kubwa, kwa maana ya kwamba Hyper tuna leseni ya kusaidia kutangaza, kuelimisha, kuuza na kuhabarisha umma na dunia kuhusu bidhaa, huduma, biashara, bunifu, tafiti zinazoingia sokoni kutoka kwa watu binafsi, wabunifu, wajasiriamali, lakini pia wazalishaji, wanataaluma, taasisi, makampuni na serikali. Huduma hizi hufanyika kupitia soko janja la Hyper na majukwaa mbalimbali yanayobuniwa na Hyper PLC. Lakini pia namba 9 anasema Hyper ni kliniki ya kukuza mitaji na biashara. Hyper tuna leseni ya kuhudumia wabunifu na wajasiriamali, kuwakuza, kuwezesha masoko, mitaji, teknolojia, ujuzi wa timu za management, lakini pia anasema kuendeleza na kurasimisha biashara. Jukumu hili linaipatia Hyper nafasi ya kuwa kliniki ya kukuza biashara kupitia hisa na uwekezaji. Hyper pia inasaidia kujenga mitaji. Hapa anamaanisha kwamba kupitia hisa na uwekezaji, lakini pia licha ya hivyo ni kwamba Hyper pia anasaidia kujenga mitaji. Kwa hiyo kama mtu ana tatizo la mitaji, Hyper pia anasaidia kujenga mitaji, kwa maana ya kwamba inakuwa mikubwa zaidi na kuwekeza zaidi. Lakini namba 10 anasema Hyper ni kituo cha habari za uwekezaji na biashara. Kwenye soko janja la Hyper na akaunti mbalimbali za kampuni kwenye mitandao ya kijamii, kuna habari nyingi zenye faida kwa wawekezaji, wajasiriamali na umma kwa ujumla wake. Hivyo tunawakaribisha wananchi kutembelea mara kwa mara website yetu na akaunti zetu kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya elimu na habari za uwekezaji na biashara. Kwa hiyo ukitaka kupata elimu kuhusu masuala ya biashara na uwekezaji, basi usipoteze muda sehemu nyingine, we fuatilia kwenye akaunti na website za Hyper PLC ili uweze kupata elimu zaidi. Na namba 11 anasema Hyper ni kituo cha kukuza uchumi wa familia. Anasema Hyper tumekusaidia kushiriki kwenye utekelezaji wa dira ya taifa ya mwaka 2050. Anasema kusaidia kukuza uchumi wa Mtanzania, kwa maana ya kwamba lengo letu ni kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 Mtanzania anayeongozwa na kanuni za Hyper awe na kipato kisichopungua shilingi milioni 3 kwa mwezi. Kwa hiyo kwa kifupi, Hyper PLC ni kampuni ya umma au kampuni ya hisa inayofanya shughuli za elimu, ushauri na ubunifu wa miradi na uwekezaji jumuishi, yani miradi inayowapa fursa wananchi wengi kushiriki na kuwekeza. Sasa baada ya kufahamu Hyper, sasa tuangazie vitu vichache ambavyo ni misingi inayosimamiwa na Hyper PLC. Hyper tunaposema hisa tunamaanisha nini? Na hili tumelizungumza kwenye vipindi ambavyo vimepita. Sasa leo tunarudia tena kwa manufaa yako mtazamaji, kwamba kwa lugha rahisi kabisa, hisa ni dhamana ya kifedha au financial instrument
inayokupa umiliki kwenye kampuni. Unaponunua hisa, unanunua sehemu ya kampuni na unakuwa mmoja wa watu wanaomiliki hiyo kampuni na biashara zake, na unapata haki ya kuwa mnufaika wa faida, mali na thamani inayotokana na ukuaji wa hiyo kampuni. Sasa kuna aina mbili za kampuni za hisa, yani PLC. Aina ya kwanza ni kampuni ambazo hisa zake na taarifa zake hupatikana kupitia masoko ya hisa. Hizi zinaitwa listed PLC. Lakini aina ya pili ni kampuni ambazo hisa zake zinauzika kwa umma, lakini taarifa zake kwa sababu moja au nyingine hazijawekwa kwenye masoko ya hisa, na hizi zinaitwa unlisted PLC. Sasa masoko ya hisa ni kitu gani? Masoko ya hisa ni majukwaa au mahali au mazingira ambapo wawekezaji huuza na kununua hisa zao. Lakini kwa nini Watanzania wengi sasa hawapo kwenye uwanja wa hisa au hawafuatilii masuala ya hisa? Na hii tumekuwa tukizungumza mara nyingi kule mtazamaji, kwamba kwa utafiti uliofanywa na Hyper PLC ziko sababu kadhaa zilizosababisha Watanzania wengi kukaa nje ya uwanja wa hisa. Moja, anasema Watanzania wengi hawajafundishwa hii elimu na hawaelewi kabisa kitu hisa au kitu uwekezaji. Na ndio maana Hyper PLC imejipa jukumu kubwa la kukufundisha wewe mtazamaji, ili kwamba sasa kuondoa tatizo hili la kufanya Watanzania wengi sasa waweze kuingia kwenye masuala haya ya uwekezaji. Wengi wamekuwa wakikimbia, wengi wamekuwa wakiamini kama utapeli kwenye makampuni mengi, na kweli wengine wanakuwa wanatapeliwa, lakini kampuni ya Hyper inakupa elimu na uweze kutambua makampuni yapi ni sahihi zaidi ili uweze kuwekeza na uweze kunufaika. Kwa hiyo namba moja ndio hilo. Lakini namba pili anasema uchache wa kampuni ya hisa nchini. Lakini namba tatu anasema wawekezaji hukaa muda mrefu bila kupata taarifa na faida kutoka kwa kampuni zao kuhusu maendeleo ya uwekezaji wao. Na sababu ya nne anasema wengi kwa kutokujua kupima faida ya uwekezaji kwa kutumia gawio pekee. Sasa sababu hizi zimewafanya Watanzania wengi kujikuta wakiachwa nje ya uwanja wa uwekezaji. Sasa Hyper PLC tumekuja kuamsha na kuwaambia kwamba hisa na uwekezaji vinalipa sana kuliko biashara nyingi zinazowapotezeni mitaji. Sasa Hyper PLC tunafanya nini kupunguza ukubwa wa tatizo hili? Tumeshagundua kwamba ni tatizo, hasa tunafanya nini ili kulipunguza? Anasema Hyper PLC tumeanzisha Academy ya uwekezaji. Hii ni shule maalumu inayotoa mafunzo na uwekezaji kwa vitendo. Watanzania wanapata fursa ya kufungua akaunti za Hyper na kununua hisa kati ya 50 na 1000. Gawio la Hyper linalipwa kila mwezi kiwango cha 3%. Kuhusu mawasiliano, Hyper tunapatikana masaa 24. Kuhusu tatizo la uchache wa makampuni, Hyper tunasaidia kuanzisha makampuni mapya na miradi mipya kwenye sekta mbalimbali kwa ajili ya Watanzania kuwekeza. Sasa nina wito wa Hyper PLC kwa umma kwamba Hyper PLC ina wito gani kwa umma? Inakuambia nini mtazamaji? Ni kwamba wito wetu tunawaalika umma, kila Mtanzania ahakikishe anafungua akaunti ya Hyper ili asipitwe na elimu, taarifa na fursa mbalimbali zinazojili kwenye dunia ya uwekezaji. Kauli mbiu yetu inasema tunasema kwamba kila Mtanzania sasa ni mwekezaji. Mtanzania yoyote sasa ni mwekezaji. Kwa mawasiliano zaidi ili kupata elimu lakini pia kufungua akaunti na kuwekeza, anasema tembelea www.hyper.net au unaweza kupiga *149 *46 *23 kisha alama ya leli. Lakini pia unaweza kupiga simu 0755 947 943. Sasa app yetu Play Store inaitwa Hyper PLC. Kwa hiyo unaitamani kudownload app hii ili uweze kufahamu mengi zaidi, unaweza kaandika Hyper PLC. Ofisi za Hyper zipo jijini Dar es Salaam, maeneo ya Kisutu, lakini pia katika mkoa wa Mwanza wanapatikana Nyamanoro, na mkoa wa Mara wanapatikana Mwembeni Complex Musoma mjini. Lakini pia huduma hizi zinaweza zikapatikana kwa mawakala wetu mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. CPA Ndengo anamaliza kwa kusema karibuni Hyper, Academy ya uwekezaji Tanzania, fursa za uwekezaji kwa wote, wekeza kwa kujiamini. Na mimi swali langu ni la siku zote na la muhimu kuliko kwamba mpaka sasa kwa nini hujafungua
akaunti hii ya Hyper ili uweze kupata elimu hii kwa undani zaidi, lakini pia uweze kupata manufaiko na fursa mbalimbali ambazo zinatokana na kampuni hii ya Hyper PLC. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, kama ambavyo CPA Boniface Ndengo, mkurugenzi wa Hyper PLC, alivyomaliza kwa kukupa elimu hii kuhusiana na masuala ya Hyper, na mimi sina la ziada mpaka hapo. Tutakutana kipindi kijacho ambacho kitajibu swali ambalo mtazamaji unaendelea kujiuliza. Bye bye, mpaka wakati mwingine. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, hii ni Hyper PLC Investment Channel. Uwekezaji, masoko na ubunifu. Hyper, tupo kazini.